Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu mtazamaji. Hii ni masimulizi ambayo hujawahi kuyasikia, na leo tutakuwa naye Sheikh Shamsi Ilmi na tutafanya mahojiano haya kwa niaba ya vijana ama watazamaji wote ambao wanatutizama, na nitamuuliza maswali machache tu kwa niaba yao. Hivyo tunaomba utufuatilie kutokea hapa mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mimi ni Saad Juma Shemalamba. Assalamu alaikum. Tunafahamu kwamba Sheikh Shamsi ni kipenzi cha vijana wengi, na hasa kutokana na kwamba dawa yako inatumia sana mitandao ya kijamii na vijana wengi ni wafuasi wa mitandao ya kijamii. Wengi wanakutizama kama kiigizo chema. Sasa wengi sisi tupo katika miaka hii ya 20, 22, 25. Tunakuona, lakini wewe tayari ni mtu mzima, ni kiongozi wetu. Wengi wetu pia ni kama baba yetu. Je, Shamsi Ilmi huyu wa sasa hivi kama ikitokea akakutana Shamsi Ilmi yule wa miaka 20 ambaye alikuwa ni kama sisi, nani angemshangaa sana mwenzake, na labda ni ushauri gani ambao angeweza kumpatia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Awali yote nashukuru sana kuwepo na wewe katika kipindi hichi muhimu ambacho tukirusha kupitia social media zako. Ni faraja yangu kuona kijana kama wewe na vijana ambao wanatengeneza content ambazo ni nzuri, zina mafunzo kwa umma, na ni faraja kubwa kwangu kwa sababu naona kama bado vijana wapo katika khairi, hasa tukizingatia hali ya dunia sasa hivi jinsi ilivyo, na vijana wengi wanajishughulisha na mambo mengine ambayo yanaweza kuwa ni upotoshaji zaidi kuliko kujenga jamii. Nikupe hongera kwa jitihada hizi, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikishe wewe na chombo chako. Amen. Muweze kufanya makubwa kuliko haya, muweze kuwahoji watu wengi zaidi. Amen. Wenye umuhimu mkubwa zaidi yangu, na mahojiano yale yawe ni sababu ya kuwapa vijana wengi mwongozo, dira katika maisha yao. Amen. Allahumma amin. Amen. Swali lako ni gumu, sijawahi kuulizwa swali la aina hiyo, sijawahi kuulizwa. Na kama kweli Shamsi Ilmi wa mwenye umri wa miaka 20 atakutana na Shamsi Ilmi wa sasa hivi, wanaweza wakashangaana sana kwa sababu sasa ni watu wawili tofauti kabisa. Kwanza Shamsi Ilmi wa miaka 20 ni kijana ambaye kama walivyokuwa vijana wengine wa wakati ule. Wakati huo sisi alhamdulillah Allah alituepushia vishawishi vingi, si kama ambavyo tunavyo sasa hivi katika miaka hii ya 2026 karne hii tulionayo, na vishawishi vingi hasa vya social media na mambo mengine. Sisi wakati huo tulikuwa hatuna mambo ya social media kabisa. Kwa hiyo Shamsi Ilmi wakati huo alikuwa ni kijana ambaye hobi yake kubwa ilikuwa ni kucheza mpira, inshallah, kwenda sinema, angalia sinema za Kihindi labda. Wakati huo kwa kijana na kuchanganyika na vijana wenzangu kama walivyokuwa vijana wa kawaida. Ndiyo. Lakini alhamdulillah ni Shamsi Ilmi ambaye alilelewa katika familia nzuri ya Kiislamu, ambayo wazazi walikuwa wanatoa muda wao mwingi kumfuatilia katika masomo ya dini. Lakini Shamsi Ilmi wakati ule alikuwa na muda mrefu wa kukaa na wazazi wake, kusoma kutoka kwao, kujifunza. Hakukuwa na vishawishi vingi ambavyo vilifanya asipate mafunzo kutoka kwa wazazi. Kutokana na misingi hii alileka katika misingi ya kuelewa mabaya na zuri, na pamoja alikuwa ni kijana lakini hakujiingiza katika mambo yaliokuwa machafu zaidi kama pombe, madawa ya kulevya, zinaa na mambo mengine. Alhamdulillah, nashukuru mimi nimeanza kusoma dini na secular nikiwa mdogo sana, na nilipofika katika masomo ya secular form 2 nikiwa bado na umri mdogo, lakini wakati nilikuwa nikisoma masomo ya dini vile vile nilipata scholarship. Na nilienda kusoma nchini Misri nikiwa ni kijana mdogo, takriban na miaka 17. 17. Nilikuwa naingia kwenye kubale tuseme wakati ule. Kwa hiyo nimeenda kusoma Misri, na Misri ni mbali na kwetu, takriban miaka 8 nimesoma kule bila kurudi nyumbani. Kwa ule ujana wangu wote kama unavyoona miaka 17 kwa miaka 8, almost miaka karibu 25
ndo nimemaliza masomo na kurudi. Kwa hiyo muda wote ule mimi nilikuwa niko masomoni mbali na wazazi Al-Azhar na mbali na wazazi, na inawezekana hiyo Mwenyezi Mungu alinipangia labda nijiepushe na vishawishi vya huku nyumbani, kwa sababu kule masuala ya uhuni inakuwa hayapo sana. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, ujana wangu niliupitisha katika ninavyodhania, Allah ndo anajua amali za mja, ninavyodhani kwamba ujana niliupitisha katika mambo ambayo ni ya kawaida, wala sio mambo ya makosa makubwa wala madhambi makubwa wala ushawishi. Na hapo umesema ulikuwa kule kwa miaka karibuni 8. Labda ni changamoto gani ambayo hasa kwa kipindi kile kama kijana, ukiondoa hizi za kiushawishi ambazo kwa kiasi kikubwa ni ngumu labda, lakini uko mbali na nyumbani, lakini kukaa mbali na wazazi tunajua ni jambo gumu sana. Yani kwa upande wako wewe uliwezaje kucope na hilo jambo na ikawa ni? Wallahi swali zuri, lakini niliwezaje kucope na hali kama hiyo mimi mwenyewe sielewi. Lakini ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu nilikuwa na ari ya kusoma sana, na kwa wakati ule ilikuwa kupata scholarship ya kwenda kusoma nje ni kitu nadra sana. Yani ni kitu ambacho familia nzima inaona kwamba ni fahari kwamba mtoto wao amepata scholarship. Sasa zilikuwa zinagombelewa na watu wengi sana. Kumbuka ni kipindi cha mwaka 1900 takriban 84 ndio nimepata scholarship. Yani wewe uko hujazaliwa wala hujafikiriwa kama utazaliwa. Umeona? Kwa hiyo ndio nilipata scholarship. Ni kipindi kilikuwa kigumu, nchi yetu ilikuwa inapita katika kipindi kigumu. Nimetoka katika uongozi wa Mwalimu Nyerere, katika uongozi wa Mwinyi mwanzoni. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri ya nchi, umaskini ulikuwa umekithiri. Sasa ndio kipindi ambacho mimi nilipata kwenda kusoma. Kwa hiyo moja kilichonisababisha niweze kufanikiwa ni kwa sababu ya ile nafasi ambayo ilikuwa inatamaniwa na watu wengi na mimi nimeipata. Hiyo ni moja. Lakini pili, ni kwamba nilikuwa na vision yangu. Sasa mimi kama nilivyokuambia, nikiwa niko mdogo sana nimeanza kusoma dini na wazazi wangu. Na marehemu baba yangu alikuwa hakuwa shekhe mkubwa, lakini alikuwa ni mtu wa kheri, mtu ambaye yani muda wote yuko msikitini, unaona, katika wazee wa cha Mungu yani. Kwa hiyo moja naye ilinisukuma, na marehemu mama yangu naye alikuwa yuko nyuma yangu katika kuniangalia katika hilo. Kwa hiyo ile vision nilikuwa nayo ya kusoma dini ilinifanya niweze kukaa yani kushinda hizo changamoto, kuweza kuvumilia changamoto nyingi ambazo zimejitokeza. Niseme tu kwamba ni swali zuri umeuliza kuhusiana na vijana. Vijana sasa hivi wanakuwa sio wavumilivu wengi, na wanasoma katika mazingira mazuri, mazingira ya mawasiliano. Sawa, mtu akipata scholarship ya kwenda sehemu yoyote, kila mwaka atarudi kumwangalia mzazi wake, anaongea naye kila siku kwenye WhatsApp, anaongea naye live kupitia program mbalimbali, anaona simu inatembezwa mpaka anaona wadogo zake. Sisi wakati tunasoma ilikuwa hakuna mawasiliano kama haya. Iandike barua kutoka Tanzania mpaka Egypt inachukua almost 10 days mpaka siku 12 ndio kufikia ufungue usome. Unaambiwa mjomba wako amefariki, ndugu yako fulani amefariki, watu washaziko na watu wameshasahau. Ndio unapata ile barua. Simu zilikuwa zile simu za kukoroga, kama sisi tunazijua, nyinyi hata msijui nadhani. Unakoroga hivi yani tena unaenda kupigia Central, kuna sehemu kama kampuni ya simu, unaenda kupigia kule. Ndio uongee na sauti hazisikiki vizuri, na ni gharama kubwa. Kwa hiyo hata maongezi na familia zetu ilikuwa hayapo. Kwa mimi nimekaa 8 years bila kurudi nyumbani, bila kuwa na mawasiliano ya uhakika na familia. Na barua zinakuja zinakwambia tu fulani kafariki, fulani kafariki, fulani kafariki. Hali ya masomo ni ngumu, na unatakiwa ujitegemee katika mavazi, matibabu, vitabu. Kwa hiyo wakati wa likizo mimi nimefanya kazi, nimekuwa waiter hotelini, nimeuza chakula, nimeosha vyombo. Kuna wengine ambao nawafahamu mimi wamekuwa katika wakibeba zege kwenye ujenzi. Tumefanya kazi tofauti tofauti. Lengo na makusudio tupate income itatusaidia kununua vitabu na kununua nguo za baridi, kwa sababu kule wakati wa baridi inakuwa baridi kali sana. Maisha ni magumu, nimesoma Egypt. Maisha ni magumu sana. Kwa hiyo tuliweza kuvumilia. Mimi niliweza kuvumilia ile hali kama ile kwa sababu nilikuwa naelewa ambacho nakitafuta. Lakini sasa hivi vijana wengi wanasoma katika mazingira mazuri, mtu anasoma MUM, anasoma UDSM, anasoma UDOM, anapata scholarship anaenda Saudia, sijui anaenda wapi, lakini anashindwa kusoma sana. Nikumbuka nyumbani. Umeona? Yani hana zile fikra za kupambana, sawa?
Anataka anunuliwe vitabu, anataka anunuliwe nguo, anataka anunuliwe kitu gani. Likizo yote anaitumia kwenye kulala, kucheza mpira na nini, bila kufanya. Wala angeajiriwa, angejiajiri, angeweza kupata zile pesa zingemsaidia. Kwa hiyo ni changamoto ambazo vijana kama vijana tulikabiliana nazo, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia na tukiachana na kipindi cha masomo, lakini pia na dawa, tukiyakusanya maisha yako yote kwa pamoja mpaka sasa hivi, labda ni jambo gani ambalo lilikuwa ni gumu sana, ambalo kila hata sasa hivi ukilikumbuka unahisi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikutahini yani kwenye hilo jambo, na lakini ulivuka? Labda ni ilikuwaje, yani labda ulivuka vipi na ulipambana vipi na kama hilo? Naam, Allah, binadamu wote anapitia kwenye mitihani, katika mitihani, na mitihani iko aina nyingi. Na katika mitihani mizito ambayo nilipitia mimi ni mitihani ya maradhi. Mitihani ya maradhi takriban kama miaka 15 iliyopita nilipita katika mtihani mzito sana wa maradhi, na sielewi mpaka sasa hivi niko hai, yani ni uwezo tu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vipimo vyote, vielelezo vyote vile, indicator zote zilikuwa zinaonyesha kama mimi tayari ni mtu ambaye nimetangulia mbele ya haki. Unaona, kwa sababu niliugua kwa muda mrefu, nilikuwa ICU muda mrefu, na takriban hata moyo wangu ulisimama kwa dakika kadhaa, na mpaka leo sielewi yani nilirudi vipi katika uhai, yani mpaka sasa hivi sielewi. Lakini ninachofahamu mimi ni kwamba wakati wa maradhi haya nilikuwa nipo karibu sana na Mwenyezi Mungu, na unapokuwa katika maeneo kama ya ICU haruhusiwi mtu mwingine kuingia, unabaki peke yako. Sasa ingine chumba kizima unabaki peke yako, kwa unabaki wewe na Mwenyezi Mungu. Na hao unapokuambia ni mtu ambaye tayari pumzi zangu kila kitu kinakwenda kwa mashine, yani hakuna kitu ambacho kilikuwa kinafanya kazi chenyewe isipokuwa mashine zilikuwa zikifanya kazi pale, na watu wakisubiri wakati wote kwamba mashine zile zikasimama na ukao umekata roho. Lakini nilikuwa nikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba watoto wangu walikuwa wadogo, na Mwenyezi Mungu anipe umri mwingine wa kuweza kuwalea, na kwa dua zangu mimi ni kumlilia Mwenyezi Mungu wakati wote. Ilikuwa silali, yani sipati usingizi kabisa. Ilikuwa sio rahisi kulala kwa hali kama ile. Usiku hospitali. Niko hospitali. Lakini alhamdulillah ni Mwenyezi Mungu alinitoa kwa miujiza mikubwa, mpaka ilikuwa ni mshangazo kwa madaktari ambao walikuwa wakinihudumia. Na daktari mkuu kabisa ambaye hakuwa Muislamu wala hana dini akaniambia kabisa kwamba huyo Mungu ambaye unamwabudu basi endelea kumwabudu sana, kwa sababu kwa cases kama ya kwako sijawahi kuona kitu kama hicho. Sasa ilikuwa ni changamoto ambayo iko nje ya uwezo wangu, sikupona pale kwa ujanja wangu, lakini mafunzo tunayopata hapa ni kwamba tunatakiwa tuwe karibu na Mwenyezi Mungu wakati wa changamoto. Mtu yote anayepata changamoto, mtihani wote, aelewe kwamba Mwenyezi Mungu anataka kumpima. Sasa sio kwamba anamchukia, na anataka kuone uko karibu naye, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia Mwenyezi Mungu anapompenda mja umletea mitihani. Nadhani kwa leo tumemaliza. Swali la mwisho kabisa la kumalizia ni jambo ambalo vijana wengi kwa sasa hivi wanaliendea, kwa sababu hasa ndio jambo ambalo linafanya watu wakiwa katika umri huo, jambo la kuoa. Na watu wanaoa kutokana na sababu mbalimbali, ukiachana zile ambazo zimeorodheshwa kwenye dini, lakini wengine huwa wanaoa kwa mihemko, lakini wengine wanaoa umri ukiwa umewataka hivyo, lakini yani ni sababu tofauti. Kwa upande wako wewe, kwa kipindi ambacho ulikuwa unaingia kwenye jambo hilo kwa mara ya kwanza kabisa, jambo gani hasa ambalo lilikupelekea ukachukua maamuzi hayo, na ilikuwaje labda kwa vijana wengine ambao wanakutizama wanaweza kuchukulia kama fursa na kuigiza vile namna ambavyo wewe ulifanya? Ni swali zuri kusema kweli. Mimi nilivorudi kutoka masomoni, jambo la mwanzo kwanza nilivorudi nikakaa nikajitathmini mimi mwenyewe, kutathmini umri wangu na kutathmini mambo yatakayokuja mbele yangu. Katika moja nilichokiona kitakuja mbele yangu ni swala la ajira, ima niendelee na masomo
au nitafute sehemu ya kujishikiza nipate ajira, lakini kilichokuja kingine mbele yangu ni swala la kuoa. Na nilijiwekea siku tu nimeingia nchini, nimekaa nikaandika, na mpaka sasa hivi ninayo hiyo diary yangu ndogo niliandika pale after 5 years, sawa, huyu Shams Elmi atakuwa amejitambua yeye ni nani, sawa, yuko wapi na atakuwa ameshaoa after 5 years. Nimeandika, nimekaa kwa nilikuwa nikifikiria maisha yangu na nikajiwekea malengo yale. Na kweli cha kwanza nilichoanza ni kuangalia nitasomaje, nitaendeleaje na masomo, lakini vivyo nitajishikiza sehemu gani ya kufanya kazi. Alhamdulillah, na niliendelea nikapata ajira katika masuala ya dawa katika taasisi ambayo sasa hivi nipo, na ilipofika miaka 5 kweli nikawa nimempata mke sahihi wa kumwoa. Na baada ya juhudi za muda mrefu, sio kwa ujanja wangu, lakini kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, na nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu anipe mwenye kheri na mimi, na nilikuwa nikifanya istikhara sana, kwa maana swala istikhara maana yake unamswali Mwenyezi Mungu kama huyu mke ana kheri na wewe na hivi na hivi na hivi, sawa. Na kweli wote ambao nilikuwa nimeona kama labda utafaa, Mwenyezi Mungu alikuwa ananifanyia ugumu, najitokeza jambo linaharibika, mpaka nilipopata mtu ambaye Mwenyezi Mungu amerahisisha, na ndio nikaoa. Kwa hiyo usia wangu naotoa kwa vijana ni kupanga maisha yao, kwamba wewe usiishi kibahati bahati. Unasoma sasa hivi huko chuo mwaka wa kwanza, unajua kabisa utasoma miaka 3, sawa. Baada ya 4 5 utaoa. Unapanga utaoa lini, kwa mpango gani, unajiandaa vipi na hiyo ndoa, na katika kipindi hichi unamchagua nani, unafanya upelelezi kwa wanafunzi wa vioni, watoto wa majirani unawajua, sawa, binti gani ambaye unadhani atakufaa. Unaanza kuweka mitego kidogo kidogo mpaka unapomaliza chuo unakuwa tayari umekushapata rai iliyokomaa. Kwa sio kurupuka tu kwamba nataka kuoa leo, kesho nakwenda nataka kumuoa binti fulani, utajikuta ndoa yako inaharibika. Sio kurupuka, ni mpango. Sawa, katika project ambazo unatakiwa uzifanyie planning mapema sana, na hiyo tunazungumzia masuala ya strategic plan na nini na vision. Vision kubwa ya kijana sasa hivi ni kuangalia mke wake wa baadaye atakuwa ni mtu wa aina gani, aanze kuweka kuanzia sasa hivi zile sifa zake bila kujua sura, yani kwanza zile sifa tu. Mama, watoto wangu wanatakiwa wawe mcha Mungu, wamesoma dini, amesoma labda secular, labda anatoka eneo gani, lazima uweke hivyo. Alafu unaanza kufuatilia taratibu mpaka utampata huyo mtu. Miaka 3 miaka 4 utampata. Kwa hiyo ndoa ni swala la programming, swala la planning, swala la kuwa na wewe una vision na sifa ambazo mtu unamhitaji, swala la maandalizi, unajiandaaje. Kama uko chuoni unapata mabumu, wewe unayapiga tu, unayatumia tu, unastarehe tu. Ungekuwa umefungua account yako unaweka mpaka siku unaoa, at least ungekuwa labda una milioni 15 kwenye account, ambayo unaweza ukapata apartment ukakodisha mwaka mzima, au ukapata furniture au ukafanya nini. Sasa wewe unakula mabumu yako unayatumia, alafu siku ya ndoa yako unatuletea kadi, mchango usipungue 100,000. Sio kama vile umetuajiri kwako yani. Unaona? Hiyo ni dalili ya uvivu na kutofikiria. Panga mambo yako mapema, weka akiba zako, weka nani zako, unapokuja kuoa unaoa ukiwa tayari umeweka misingi ya ndoa yako. Sio kuwasumbua watu hapo baadaye. Kwa vijana wengi hawafanyi hicho kitu. Shukrani sana Sheikh Shams. Nashukuru sana kwa wakati wako ambao umetupatia, na naamini kabisa kwamba mtazamaji ambaye atatizama atakuwa anapata faida kubwa sana kutokana na haya mahojiano ambayo tumeyafanya katika wakati huu. Shukrani sana. Jazakumullah khair. Nashukuru. Naam, ndugu mtazamaji, alikuwa ni Sheikh Shams Elmi, na haya ni masimulizi ambayo hujawahi kuyasikia kutoka kwake, lakini mimi ni Saad Juma Shemalamba. Asante sana.